Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, leo nataka niwaambie kitu kimoja, mkizingatie sana. Kama una picha zinazoitwa picha za Yesu nyumbani mwako, kaziondoe zote, teketeza, choma moto. Kama una picha unazodanganywa kwamba ni za Yesu, nasema kaziondoe, ukachome moto. Hizo picha sio za Yesu, na Yesu hakupigwa picha na mwanadamu. Hata kama zingekuwa ni za Yesu, ninakwambia kavunje, uchome moto. Biblia inatukataza kuwa na sanamu yoyote. Anasema Mungu mwenyewe kwamba usijifanyizie sanamu ya kitu chochote kilichopo mbinguni, wala kilichopo chini duniani, wala kilicho chini ya maji, wala kilicho juu ya maji. Kaondoe sanamu zote. Kaondoe sanamu zote. Yesu hakupigwa picha na mwanadamu. Yesu hakupigwa picha na mwanadamu. Tumekuwa na walokole wengi waliodanganyika. Wanaamini picha hizo ni za Yesu. Wanaamini paka wameweka ofisini mwao, wameweka ndani mwao. Tumekuwa na walokole wengi wakiwacheka Waroma kwamba Waroma wana sanamu, lakini nyumbani mwenu walokole wengi mnayo masanamu. Naomba uelewe, nyumbani mwa walokole wengi kuna masanamu, mapicha yanayoitwa mapicha ya Yesu. Huo ni upentekoste wa kishetani ambao sio wa kiBiblia, wala sio wa kimungu ambayo Mungu anakuhitaji. Yesu anataka ulokole ulio hai. Yesu anataka majira haya kila mtu ajiweke tayari, kwa sababu muda wa kuja kwake Yesu umekaribia sana. Dakika za kuingia kwake Yesu harusini, muda wa kuja kwake Yesu harusini aliyoutaja kwamba itakuwa ni kama mfano wa harusi, basi ni huu. Yesu amekaribia sana kuingia kwenye harusi. Je, umejiweka tayari kama bibi harusi? Umejiweka tayari kama mtu aliye tayari kuwapokea bwana harusi au kumpokea bwana harusi? Uko tayari au na umepotea? Ninakwambia hivi mpendwa, kama ndani mwako umeweka masanamu yanayoitwa ya Yesu, na kuambia kabandue, kang'oe. Haijarishi ofisini, haijarishi kazini, wapi, kaondoe. Hizo sio picha za Yesu. Hata kama zingekuwa ni za Yesu, hata kama zingekuwa ni za Mungu mwenyewe, kabandue, katoe hizo sanamu ya kitu chochote. Elewa maana ya sanamu au ya kitu chochote. Elewa sana. Dhambi tunapoanza kuzitengeneza zinaonekana kama vile zina maana fulani, zinaonekana kama vile zina mapambo fulani mazuri, zinaonekana kama vile zina faida fulani. Dhambi tunapozidhibitisha kwa kuzitengeneza sisi wenyewe, baadaye zinatulemea. Zikishatulemea zinatupeleka jehanamu. Basi nakusihi mpendwa katika Bwana, kabandue masanamu yote yanayoitwa masanamu ya Yesu. Hizo sio picha za Yesu. Huyo sio Yesu. Hayo ni mashetani. Kwa maana sanamu yoyote haiambatani na Mungu, haiambatani na Roho Mtakatifu. Kabandue, katupe. Ndo maana wewe wako unasoma Biblia mara kwa mara, unakuta neno inasema kwamba usijifanyizie sanamu ya kitu chochote kilichoko mbinguni, wala kitu chochote kilichopo chini duniani, wala kilichopo juu mbinguni. Basi mbona wewe una sanamu zinazoitwa picha za Yesu, zinazoitwa picha za Yesu? Wengine hadi kwenye akaunti zenu mmeposti eti Yesu. Huyo sio Yesu. Mmeshadanganywa, ni mashetani mnaposti. Hizo ni picha za kutengenezwa, ni picha za juzi. Tatizo hamuelewi, hamjui, hamuelewi kabisa. Ninarudia tena, wapendwa katika Bwana, kama una mapicha ya inayoitwa Yesu, ondoa. Huo sio upentekoste. Tumekuwa na walokole wengi sana waliolemaa kiroho. Tumekuwa na walokole wengi waliolemaa kiroho, wakiamini kwamba mbinguni wanaenda,
wakiamini kwamba mbinguni, fanyeni matendo yenu yapatane na toba, yapatanayo na toba. Hata Yohana Mbatizaji akawahubiria hilo neno, akaambia yafanyeni matendo yenu yafanane na toba, yafanane na kutubu kwenu. Matendo yetu yafanane na kutubu kwetu, yafanane na kubatizwa kwetu, kwamba tulizama katika maji. Tulipoinuka hatukuinuka na sanamu. Tulipokuwa tunabatizwa tulizama chini ya maji. Tulizama bila chochote. Hata kama tulizama na chochote, lakini wakati wa kuinuka hatukuinuka na chochote. Hatukuinuka na sanamu, hatukuinuka na tamaa, hatukuinuka na uzinzi, hatukuinuka na wizi, hatukuinuka na chochote kilicho kibaya. Ninakuomba mpendwa katika Bwana, jiepusheni sana na neno sanamu, hasa hizi picha zinazoitwa picha za Yesu. Hizi picha zinazoitwa picha za Yesu, naomba kazibandue katupe. Hizo sio za Yesu, ni za mashetani.